As we know, kwenye kipindi cha Ramadhani kuna mashindano ambayo yanaendelea ambayo watu wengi ambao wamefunga, lakini hata wale ambao hawajafunga katika mfungo wa Ramadhani hao wanakwenda kukutana kwa ajili ya kuweza kwenda kufurahia, lakini pia kuweza kuburudika. Hapa nazungumzia kwenye mashindano hayo kuna watu wengi sana ambao huwa wanakutana, superstar, lakini pia watu wa kawaida, viongozi tofauti huwa wanakwenda pale kwa ajili ya kuweza kushiriki mashindano hayo. Sasa moja story ambayo iliweza kubamba siku za karibuni ni kuhusiana na Kajala, Masanja na pamoja na Harmonize kuweza kukutana sehemu moja. Yaani walijikuta tu hapo sehemu moja na wakaanza kumforce Harmonize kwenda kumkumbatia Kajala. Watu walianza kwenda kumkumbatia Kajala, watu wengi za kumforce kwamba twende, nenda kumkumbatie, na mtu mzima Harmonize alikuwa hana cha kufanya kingine zaidi ya kwenda kumkumbatia bidada Kajala. Alivyokwenda kumkumbatia Kajala, basi mambo yakawa mengi sana huko mtandaoni, watu wakaweza kuzungumza vitu vingi sana juu ya kile ambacho kilichofanywa na mtu mzima Harmonize kwenda kumkumbatia Kajala. Lakini Kajala alionyesha ni kama vile nani response, yani kuweza kuonyesha ushirikiano kwa namna yote ile, ni kama alikaza hivi, alimkunjia Harmonize kuweza kuonyesha ushirikiano, kuweza kuona namna gani ambavyo anaweza akaweza kumkumbatia na yeye. Yani kuna ile mtu anamkumbatia, basi naye aonyeshe ushirikiano na yeye na kukumbatia. Lakini kwa Kajala ilikuwa ni tofauti kidogo, yeye alikumbatiwa lakini yeye hakuweza kumkumbatia mtu mzima Harmonize. Ni kama vile Harmonize kiufupi alikwenda kujipendekeza kwa Kajala, lakini Harmonize ni kama alifosiwa na watu, maana yake nilikuwa naona wanamnyanyua kwenda kumkumbatia Kajala kwa kumlazimisha, na alipomkumbatia baadaye aliweza kuondoka. Maana yake hakuweza kuendelea kukaa pale katika viwanja vile, kwa sababu ilionekana kama vile mambo yake haendi sawa. Yani kama vile unajua watu wakiwa kwenye mahusiano alafu wakaachana, kuna vitu vingi sana nyuma yake. Kwa hiyo baada ya kuweza kumkumbatia mtoto wa Kajala, Masanja, anamzungumzia Paula, ni kama aliweza kuonesha disrespect kwa mama yake, alimnyali. Kuna namna ile mtu anakuwa na kutazama alafu anacheka mara baada ya kuweza kutenda jambo fulani, ndicho ambacho kilichotokea kwa Paula Kajala kwa mama yake. Mama yake aliweza mara baada ya kuweza kumbatiwa na Harmonize alianza kumnyali, aliweza kuanza kumuona kama vile amekosea. Yani kuna ile namna ambayo mtu unamtazama unamcheka, ndicho ambacho Paula alikuwa anakifanya kwa mama yake. Alikuwa anamtazama huko anamcheka juu ya kile ambacho alichokifanya. Unaelewa namna ukaweza kumnyali mtu, yani alikuwa anasijua anamuonaje, yani alikuwa anamuona kama vile mama yake amekosea, ametenda jambo fulani ambalo ni la ajabu. Kwa hiyo watu wengi wamekuja kumsema vibaya Paula juu ya kile ambacho ameweza kukifanya kwa mama yake, na wengi wakasema kwamba ni kama amemdisrespect, amemkosesha heshima, amemkosea mama yake kwa kile ambacho alichokifanya. Na mama ameonekana ni kama vile aliweza kudelay kwenye kumpa malezi bora huyo mtoto wake, namzungumzia Paula, kitu ambacho kwa wakati mwingine kinakuja kumwathiri hivi sasa kwenye malezi yake mtoto wake. Lakini mtoto wake anaonekana kuwa hana heshima, hana adabu kwa mama yake kwa kile ambacho alichokifanya. Mzazi ni mzazi, hata kama amemfanyaje inabidi kumpa heshima yake. Lakini kwa Paula ilikuwa ni tofauti kidogo mara baada ya kuweza kumkumbatiwa mtu mzima Harmonize, mwanae ambaye kumzaa akaanza kumnyali. Kwa hiyo kitu ambacho kimezua vitu vingi sana na watu wengi wamekuja kuzungumza mambo mengi sana. Sasa nitakwenda kusoma baadhi ya comments ambayo watu wameweza kuandika mara baada ya kuweza kumuona Paula akimnyali mama yake. Anasema Kajala anaishi kama yeye ndio mtoto, alafu Paula ndio mama. Mtoto nipangii maisha hata siku moja kamlea. Lakini mwingine anasema kwamba yani nimepata hasira kama ni mnyonge mimi. Lakini anasema kwamba kibinadamu inaumiza mpaka inatia huruma. Lakini anasema huwezi kufanya hivyo kwa mwanaume wa mamako Kajala, huyo mtoto anakuzalilisha sana, hana adabu kabisa. Kwa hiyo hizo ni comments ambazo watu wanazidi kuzizungumza. Lakini anasema kwamba ujinga ni kumfanya mtoto aone anaweza kufanya maamuzi juu ya mzazi wake. Mwingine anasema kwamba mbele za watu aisee ningemweka kibao, sina uvumilivu. Anasema kwamba yani huyu mtoto adabu hana kabisa. Anasema kwamba na mikono kakungunta like wewe umeshindikana, hujielewi, nimekuchoka. Lakini anasema kwamba hapana, hapaswi kufanya hivi, mama ni mama tu, hata kama anakosea, yeye akikosea mama yake
angemkumbatia tena kwa upendo. Paula kakosea, lakini unasema kwamba kwa hiyo Paula anataka kumchagulia mama yake mtu wa kuongea naye vitoto vingi bwana. Ninasema kwamba hadi huruma jamani. Paula mwache mama awe na furaha kipenzi, na wewe ni mama, usije kujirudia kwake. Kwa hiyo unaweza kuona watu jinsi ambavyo wameweza kuzungumza mara baada ya Paula kuweza kumuonesha mama yake dalili kama disrespect, kutokumuonyesha heshima mara baada ya Harmonize kwenda kumkumbatia Kajala Masanja. Vipi kwa upande wako ndugu yangu, kile ambacho alichokifanya Paula kwenda kumnyali mama yake? Yani ni kama mama ndo alikuwa ni mtoto wa Paula. Yani kuna ile namna ambayo kuna mipaka ya mzazi na mtoto, lakini kwa Paula ilionekana ni kama vile haipo kwa mama yake Kajala. Mara baada ya kuweza kukumbatiwa na Harmonize alianza kumdisrespect, kumnyali, yani kumcheka, lakini ni kama vile akawa na kumunda panga mikono kuonesha kwamba ameshindikana, yani anapakwenda mama ambaye kama vile huwa wanashauriana, bwana nenda na huyu usiende naye. Yani kuna ile mazoea ambayo anakuwa mpitiliza kwa watu ambayo mkiwa wawili unajua, lakini kwa mzazi kuna namna ambavyo unapaswa kuweza kuweka mipaka. Sasa Paula yeye ni kama amezidi, sasa ile mazoea yamekuwa makubwa sana kuliko vile ambavyo uhalisia ulivyo kwa mwanae. Paula kwa mamake ni kama mazoea yamezidi sana, kitu ambacho wakati mwingine kinaondoa ile uhalisia kwamba ni mtoto, na mama huenda kwa malezi yake ambayo alimlea mwanae, hichi ndicho ambacho anakuja kulipwa nacho. Yani malezi ambayo aliweza kumlea kwa mwanzo ndo malipo yake haya hapa sasa hivi, hichi ambacho anachokipitia. Maana yake si unajua pia mtoto mlea hivyo ndivyo akoavyo. Kwa hiyo malezi mabovu, madhara yake ndo haya. Mtoto anakuja kukupanda kichwani, mtoto anakuja kukuingilia kwenye maamuzi yako, mtoto anakuwa ni sehemu ambayo wewe maamuzi ambayo unapaswa kuyafanya, basi na yeye ni sehemu ya yeye kuweza kushiriki kwa namna moja ama nyingine. Ukikosea basi anakudisrespect hata mbele za watu, basi na kujali kwamba wewe ni mzazi, lakini pia basi na kujali kwamba inabidi kuheshimu kama mzazi wake. Lakini kwa Paula imekuwa ni tofauti kidogo. Kwa kweli unaionaje taarifa mtazamaji? Dondosha comment yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau comment pia. Watu wengine pia kwanza kunapata hizi taarifa kupitia Majo TV, sehemu ambapo unapata habari za masuperstar nyumbani Tanzania na nje mipaka ya Tanzania.